Leo tunazama ndani ya kuta za Washington kupitia mahojiano ya kishindo kati ya Tucker Carlson na mbunge machachari Marjorie Taylor Greene. Lakini kabla hatujachambua mahojiano hayo, ni muhimu kuelewa msingi wa elimu kuhusu makundi na watu wanaotajwa hapa ili uweze kuunganisha nukta kwa usahihi. Elimu ya awali, neocons na Marjorie Taylor Greene. Hawa ni nani neocons? Neno neocon ni kifupi cha neoconservative. Hili ni kundi la wanasiasa na wachambuzi wenye ushawishi mkubwa huko Washington ambao wanaamini kuwa Marekani inapaswa kutumia nguvu zake za kijeshi na kiuchumi kulazimisha demokrasia na maslahi yake duniani kote. Sifa zao kuu ni sera za vita, huwa mstari wa mbele kuchochea mapigano au kuingilia mambo ya ndani ya nchi zingine kama vile Iraq au Libya. Maslahi ya nje, mara nyingi wanatuhumiwa kuweka maslahi ya washirika wa nje kama Israel mbele ya maslahi ya walipa kodi wa Marekani. Mbunge Marjorie Taylor Greene ni nani? Anajulikana pia kwa herufi zake za mwanzo kama MTG. Yeye ni mbunge kutoka jimbo la Georgia na amekuwa mmoja wa wanasiasa maarufu na wenye utata mkubwa nchini Marekani. Kipi cha pekee kwake? Upinzani dhidi ya mfumo. Anajulikana kwa kupigana na kile anachokiita the deep state au serikali ya siri ya Washington. Uzalendo wa kipekee, ni mfuasi mkubwa wa sera za America First, akipinga matumizi makubwa ya fedha za Marekani kwenye vita vya nje. Ujasiri wa kuzungumza, haogopi kuvunja itifaki za bunge au kushambulia viongozi wa chama chake Republican anapoona wanashirikiana na neocons. Katika uchambuzi wa mada ya leo, tunaangazia mambo makuu manne. 1. Uhamisho wa halaiki, hoja ya kurudisha mamlaka ya mipaka kwa raia ili kulinda usalama wa taifa. 2. Mitego ya kigeni, jinsi msukumo wa vita dhidi ya Iran unavyoweza kuua thamani ya sarafu na kuleta mfumuko wa bei duniani. 3. Tishio la AI, hatari ya kupoteza 50% ya ajira kutokana na ukuaji wa kasi wa akili bandia ndani ya miaka 2 hadi 3. 4. Deni la taifa, mzigo wa dola trilioni 40 unaotishia kufuta mifumo ya hifadhi ya jamii. Kabla hatujaendelea, chukua sekunde moja kubofya kitufe cha subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata data hizi kila tunapozishusha. Uchambuzi wa kina, mada ya Tucker Carlson. Mtego wa kijiopolitika na uchumi. Tucker Carlson anahoji kuwa kundi la wanasiasa wa neocon nchini Marekani linaweka maslahi ya mataifa mengine mbele, jambo ambalo ni tahadhari kubwa kwa uchumi wa dunia. Ikiwa Marekani itaingia kwenye vita vya moja kwa moja na Irani, matokeo yake yatakuwa ni kuvurugika kwa soko la nishati na kuporomoka kwa dola, hali itakayoathiri kila kona ya dunia, ikiwemo Afrika. Sekta ya teknolojia inakabiliwa na dhoruba. Wataalamu wanabainisha kuwa AI haitakuwa tu chombo cha kusaidia, bali mbadala wa nguvu kazi ya binadamu. Hii ni changamoto kwa vijana wanaohitimu sasa, kwani soko la ajira linaweza kupungua kwa kiasi kikubwa huku ushindani ukiongezeka. Mada hii imewashutumu sana watu wa kizazi cha baby boomers. Lakini hawa ni nani? Kizazi cha baby boomers kinajumuisha watu waliozaliwa kati ya mwaka 1946 hadi mwaka 1964. Walipata jina hili kutokana na mlipuko mkubwa wa watoto waliozaliwa baada ya kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Kwa nini wanalalamikiwa kwenye mada hii? Umiliki wa madaraka. Wameendelea kushikilia nafasi za juu za uongozi nchini Marekani na duniani kwa miongo mingi, jambo linalotajwa kuzuia mawazo mapya ya vijana wa kizazi cha millennials na Gen Z. Mzigo wa deni. Mbunge Greene anawalaumu kwa kutumia rasilimali za taifa vibaya na kurundika deni la dola trilioni 40 ambalo litalipwa na vizazi vijavyo. Mtazamo wa kale. Wanakosolewa kwa kuendeleza sera za vita na matumizi makubwa ya serikali, ambayo hayalingani na hali ya sasa ya kiuchumi na kiteknolojia. Ni wakati sasa wa baby boomers kuachia ngazi na kuruhusu damu changa kuongoza dunia kuelekea mapinduzi ya kidijitali? Tuandikie maoni yako hapo chini.